Shalom shalom, na wasalimu katika jina la Yesu. Ni Fiston Shimirimana na wakaribisha katika Saturday ya maombi na majibu. Nataka tuweze kushare kidogo kwa dakika 3. Neno hili ni kitabu cha kwanza cha Watesalonike au barua ya kwanza ya Paulo kwa Watesalonike, mlango wake wa kwanza mstari wake wa 2. Neno la Mungu linasema, tuamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote, tukiwataja katika maombi yetu. Wakati Paulo alikuwa anaandikia barua kanisa la Tesaloniki, katika barua yake ya kwanza akawaambia tunamshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu nyote. Lakini jambo la pili nikapenda gisa akasema tukiwataja katika maombi yetu. Inatuonesha kama Paulo alikuwa ni mtu ambaye anakeshea kanisa la Tesaloniki. Alikuwa wakati akiwa katika maombi, wakati akiwa katika sala, hata maliza na ajalitaja kanisa la Tesaloniki. Na hii ndio mapenzi ya Mungu. Wakati unaingia katika maombi, wakati unaenda kumuita Mungu, usikuwe mtu tu wa kupeleka mahitaji yako mbele za Mungu, lakini uwe mtu wa kupeleka mahitaji ya watu wengine hata mbele za Mungu. So hata wakati umejiombea, kumbuka ndugu yako, kumbuka kanisa la Bwana, kumbuka familia yako, ulihitaji katika maombi yako. So utaelewa kama katika maombi haujaitanishwa tu na kujitaja wewe peke yako, kutaja business zako, kutaja kanisa lako ama kanisa ambalo unaliongoza, au kutaja wana members wako ama maono yako, lakini inatuonesha picha mzuri ya kuweza kuwapeleka watu wengine katika maombi. Uwe na mzigo wa kupeleka mahitaji ya wengine. Na hawa ndio Mungu anauhitaji zaidi, kwa sababu ni rahisi sana wewe unapojiombea, au ni jambo la kawaida wakati unajipeleka katika maombi, kwa sababu wakati mwingine mtu anajihurumia na anaanza kupeleka mahitaji zake mbele za Mungu. Ni wengi wanaenda katika maombi, lakini wanapeleka mahitaji zao, wanapeleka familia yao, wanapeleka business zao, wanapeleka kanisa yao, mahali ambapo wanaongoza. Lakini si kitu cha kawaida wakati utamuona mtu anaingia katika maombi. Sahi hakuji kwa sababu ya hitaji lake, hakuji kwa sababu ya shida zake, hakuji kwa sababu ya changamoto zake, lakini anakuja kwa sababu ya mtu fulani ambao anapitia changamoto, anakuja kwa sababu ya jirani yake anapitia changamoto, anakuja kwa sababu ya mwingine mtumishi na amesikia anapitia changamoto. Na hii tuweze kujifunza ya kuwa unapoingia katika maombi hautakikani kujitaja, lakini uwe na watu ambao utawapeleka katika maombi, wale ambao utaweza ukawaombea, utaweza kupeleka mahitaji zao mbele za Bwana ili Mungu aweze kuwaonekania. Acha nikwambie, tukipata watu wengi wenyewe wanaweza kuwa nakeshia maisha ya watu wengine, kuna wengine matatizo ingeweza kupata suluhisho, lakini wakati mwingine ni kwa sababu hatuna hiyo niite mikakati au hatuna hiyo juhudi ya kupeleka wengine katika maombi. Nikampenda Abraham ndio anatupea picha ya mtu ambaye ni intercessor, au ni mtu ambaye ni mwombezi, kwa sababu Biblia inasema wakati malaika walikuwa wanaenda kuangamiza Sodoma na Gomora, aliendelea kumtetea. Ukipata 50, ukipata 45, ukipata 30, ukipata 20, ukipata 10, je, utaweza kuangamiza Sodoma na Gomora? Hakukuwa anatetea kwa sababu yake, lakini alikuwa anatetea kwa sababu ya ndugu yake. Ndio maana wakati mwingine usijipeleke tu wewe kwa maombi, lakini enenda pamoja na ndugu yako, enenda pamoja na jirani yako, enenda na yule ambaye unajua anapitia changamoto. Inawezekana we maisha yako iko sawa, lakini kuna wengine maisha yao inateseka, kuna wengine wanagonjeka. Inawezekana uko na afya, lakini kuna wengine wanagonjeka. Inawezekana uko na kazi mzuri, lakini kuna wengine hawana kazi. Inawezekana wewe unaishi kwa nyumba yako mzuri, lakini kuna wengine hata hawana mahali hata pa kulala, hawana mahali pa kukaa. Inawezekana wewe unapata chakula kiurahisi, lakini usisahau kama kuna wengine hata sometimes wanalala na njaa. Inawezekana wewe watoto wako wanasoma, they are okay, wako vizuri, unapata school fees, lakini kuna mwingine mzazi amekosa hata school fees. Anasema ni nani ataweza kunisaidia? Acha nikwambie, inawezekana wewe unapompeleka katika maombi, Mungu anaweza akajibu maombi yake. So nataka upige hatua nyingine. Usikuwe mtu wa kujipeleka tu peke yako katika maombi, lakini uwe mtu ambaye utakapokuja katika maombi, ukuje na mzigo wa watu wengine, ukuje na wale ambao unajua wanapitia kipindi kigumu, na Mungu atakubariki kwa sababu unapoombea mahitaji ya watu wengine, I'm telling you, hata Mungu atainua wengine ambao watakuombea wewe.
Bwana Yesu asifiwe. So sometimes tunashindwa kupata watu wenyewe watasikia mzigo wa kuweza kutuombea. Kwa sababu gani? Hata na sisi hakuna wale ambao tunaombea. Nikampenda sana Nabii Samuel. Wakati Nabii Samuel alienda akamlilia Mungu usiku mzima, hakukuwa anajiombea, lakini alikuwa anaombea mfalme Sauli, Bwana muhurumie, Bwana muhurumie. So tunahitaji, Mungu anahitaji watu ambao wataanza kuomba kwa sababu ya mahitaji ya watu wengine. Wataanza kuomba kwa sababu ya wale ambao wanapitia kipindi kigumu. Wataanza kuomba kwa sababu ya wale wanapitia changamoto. Na ninaamini ukifanya hivyo Mungu atakubariki sana. Kwa sababu chochote unakifanya kwa sababu ya Mungu, chochote utakifanya kwa sababu ya mahitaji ya watu wengine, I'm telling you, even God will open doors for you. Hata Mungu atafungua njia kwa sababu yako. Kwa sababu gani? Chochote unakifanya hapa chini ya jua ni mbegu ambao unaipanda. Whatever you are doing, it is on this earth, it is a seed. Ni mbegu ambao unaipanda, na ukipanda mema utavuna mema. Bwana Yesu asifiwe. Na ukipanda kuwaombea wengine, hata Mungu atainua watu wengine watasimama na wewe katika maombi. Nilitaka niweze kuzungumza kidogo kuhusu maombi na uweze kujua nguvu ya maombi ya intercessory. Mungu anahitaji wale ambao watakuwa waombezi. So they are not there to pray for themselves, but they are there to pray for others. Hawako hapo kwa sababu ya kujiombea, lakini wako hapo ili waweze kuombea watu wengine. Tutachukua dakika 3 ili tuweze kuombea mahitaji ya wale ambao wanapitia kipindi kizito. Nahitaji wakati nikianza kuomba na wewe uweze kuomba pamoja nami, na uwe na imani kama wakati tutakuwa tukiomba pamoja, Mungu atajibu hilo hitaji ambalo linakusumbua. Mungu atagusa watu wataweza kukumbuka maisha yako. Mungu ataleta watu ambao watakuwa baraka kwa maisha yako, na utaona Mungu akisimama, na utaona Mungu anajibu mahitaji yako. May God bless you. Amen. Acha tuweze kuingia katika maombi. Bwana, tuko mbele zako, tunasema asante kwa wema na fadhili zako. Mungu usiyeshindwa, Mungu mwenye mamlaka, kimbilio letu, msaada wa karibu. Tunakutukuza Bwana kwa sababu wewe ni mwema. Umetuamsha, umetuonesha siku ya leo. Tunasema ni asante. Tunakuja mbele zako Bwana, uweze kututakasa, uweze kutusafisha, uweze kutukubali, ili maombi yetu yasiweze kuwa kelele mbele zako, lakini yaweze kuwa manukato, na uweze kusikia uweze kusikia maombi yetu, na uweze kutujibu Bwana. Neno lako linasema wakati wana wa Israeli walikulilia, umesikia kilio chao, ukaona machozi yao, na ukawasaidia, na ukaleta Musa ili aweze kutoa katika utumwa. I'm praying for everyone, yule yote ambaye ananisikia. Bwana, ninamwombea huyu mama, katika jina la Yesu. Simama Kristo, simama Bwana, simama mtakatifu, simama kimbilio letu, simama msaada wa karibu. Yoyote ananisikia ambaye iko na shida katika tumbo, ninamwombea, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Be healed in Jesus mighty name. Be healed in Jesus mighty name. Yoyote anaumwa na tumbo, ninakuombea uponyaji kuanzia sasa. Pokea uponyaji kuanzia sasa, pokea uponyaji kuanzia sasa, pokea uponyaji. Kuna mama ambaye yuko ananisikia, huwa anapata ujauzito, lakini anapokaribia kujifungua mtoto anatoka amefariki. Ninakuombea kuanzia sasa, hakuna mimba tena itatoka. Utajifungua kwa amani na salama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hakuna mimba itatoka tena katika jina la Yesu. Kuanzia sasa ninakuombea, yoyote ananisikia ambao ana shida hilo, kuanzia sasa mimba haitatoka tena. Kuanzia sasa mimba haitatoka tena. Itafika kwa muda wa kujifungua, na utajifungua kwa maana salama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna mama iko naomba pamoja na mimi, kuna mama iko nanisikiza, anafanya miaka 15 hajawahi kupata ujauzito, na imekuwa kilio kwake, imekuwa ni machozi kwake. Kuanzia sasa pokea ujauzito katika jina la Yesu, pokea ujauzito katika jina la Yesu, pokea ujauzito katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna mwingine mbaba iko nanisikiza, mguu wa kushoto unamsumbua, maumivu imepita kiasi. Katika jina la Yesu naondoa maumivu katika mguu wa kushoto, naondoa maumivu katika huyo mguu wa kushoto katika jina la Yesu. Be healed in Jesus mighty name. Acha hiyo maumivu iweze kudisappear katika jina la Yesu. Acha hiyo maumivu iweze kudisappear katika jina la Yesu. Kuna mwingine sio mguu,
lakini kidole cha mguu, hiki kidole kikubwa cha kwanza kinevimba tena kinauma, hata anashindwa kupata usingizi. Kuanzia sasa pokea uponyaji katika jina la Yesu. 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 Maumivu yao ninayaondoa katika jina la Yesu. Maumivu hayo ninayaondoa katika jina la Yesu. Hicho kidole kiweze kupona katika jina la Yesu, na maumivu yaweze kuisha katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Kuna mwingine yuko ananisikiza lakini ana shida ya macho. Macho inamsumbua. Wakati mwingine anabaki anatoka machozi, macho inamsumbua. Katika jina la Yesu, pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Kuna mwingine ni shida pia ya macho. Wamemwambia wanamwandalia operation. Kuanzia sasa na cancel hiyo operation katika jina la Yesu, na cancel hiyo operation katika jina la Yesu. Kuna mwingine ana mkono wa kushoto wa kuume unamsumbua, maumivu imepita kiasi, hata hawezi kunyoosha mkono kwa sababu akinyoosha maumivu ni mengi. Kuanzia sasa pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Kuna mwingine shingo inauma, hawezi hata kuweza kutikisa shingo. Katika jina la Yesu pokea uponyaji. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu pokea uponyaji katika jina la Yesu. Kuna mwingine ni mama anaumia chini ya kitofu, anasikia maumivu sana. Katika jina la Yesu pokea uponyaji kuanzia sasa. Kuanzia sasa pokea uponyaji. Kuanzia sasa pokea uponyaji katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yoyote ananisikiza ni mgonjwa, na kuombea uweze kupata uponyaji katika jina la Yesu. Be healed in Jesus name. Be healed in Jesus mighty name. Be healed in Jesus mighty name. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Onekana Bwana. Onekana mtakatifu. Jitukuze Bwana wa majeshi. Jitukuze Bwana wa majeshi. Kuna mwingine yuko na deni. Anabaki anasema, Mungu nisaidie nilipe hii deni. Kuanzia sasa ninakuombea Mungu afungue njia ulipe yao madeni katika jina la Yesu. Mungu afungue njia ulipe yao madeni katika jina la Yesu. Mungu afungue njia ulipe yao madeni katika jina la Yesu. Pia natoa hizo kamba za madeni, kubaki unalipa unachukua tena deni, unalipa unachukua deni katika jina la Yesu. Funguliwa katika jina la Yesu na kutoa katika kifungo cha madeni katika jina la Yesu. Hutaongeza tena kukopa, ni wewe utakuwa unakopa watu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Onekana Bwana wa majeshi, onekana Mungu usiyeshindwa, onekana Mungu mwenye mamlaka, dhihirika msaada wa karibu, onekana Yesu, onekana msaada wa karibu. Ninaombea Bwana, ninaombea hao wote ambao wananisikia uweze kujidhihirisha, uweze kuonekana, uweze kutenda katika jina la Yesu. Kuna mtu ambaye kunanisikia sikio lake la kushoto linauma, hata wakati mwingine linaanza kutoa maji, linaanza kutoa usaha katika jina la Yesu. Naombea ile sikio kuanzia sasa. Naombea ile sikio kuanzia sasa katika jina la Yesu. Naombea ile sikio kuanzia sasa katika jina la Yesu. Naombea ile sikio kuanzia sasa katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Simama kama Mungu. Simama kama Mungu. Simama kama Mungu. Uweze kuwaponya hao wote ambao tumewaombea. Dhihirika msaada wa karibu. Dhihirika msaada wa karibu. Onekana Bwana wa majeshi. Kuna mwingine ni mama lakini haiko najiombea yeye, iko naombea msichana wake ili aweze kupata ndoa. Katika jina la Yesu Mungu anaenda kuleta ndoa kwa sababu ya huyo mtoto wako, kwa sababu ya huyo binti wako katika jina la Yesu. Hiyo ndoa nimeifungulisha katika jina la Yesu. Hiyo ndoa nimeifungulisha katika jina la Yesu. Hiyo ndoa nimeifungulisha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Simama mtakatifu. Simama Mungu usiyeshindwa. Asante kwa sababu utaendelea kuonekana. Asante kwa sababu utaendelea kudhihirika. Asante msaada wa karibu. Asante kwa sababu wewe ni mwema, utaendelea kutenda mambo makubwa. Kuna mwingine ana magonjwa ya ulcers. Stomach inabaki anasikia na maumivu, magonjwa ulcers, stomach inabaki na muuma, anasikia maumivu. Kuanzia sasa pokea uponyaji. Kuanzia sasa pokea uponyaji. Be healed in Jesus mighty name. Be healed in Jesus mighty name. Asante Jehova, asante mtakatifu kwa sababu utasimama na wale wote Bwana ambao tumewaombea. Bwana uweze kuwagusa, uweze kuwaponya kila mtu Bwana apate uponyaji, apate uponyaji. Nahitaji kusikia ushuhuda kwa wale wote ambao tunawaombea katika jina la Yesu. Usimame kama Mungu kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Mungu awabariki. Shalom shalom. Naitwa Fiston Shimirimana.
Tutaendelea na mafundisho next week, wiki ambayo inakuja. Tunafanya mafundisho kuanzia Monday siku ya kwanza mpaka siku ya 5 ni mafundisho, then Saturday ambao ni siku ya 6 ndio tunafanya maombi. Hata hii audio ya maombi tumia watu tofauti waweze kusaidika kupitia ufungulivu hii, kupitia uponyaji ambao wengi naamini wamepata. Mungu awabariki. Amen. Shalom.